kwa sababu tunaamini baraka ya Mungu ndiyo ya kwanza. Sisi tukiendelea na kazi itakuwa imefaulu, si ndio? Kwa hivyo our DCC, our Deputy Speaker, the County Assembly, CDF Fund Manager and the Chair, the constituency team that is here, administrators, mwalimu mkuu wa shule hii na walimu wote na wanafunzi na wazazi, hamjambo. Emuri ya kulia, emuri ya kulia, elia emuri ya bom, elia ya bom. Haya, leo tumekuja hapa na haja yetu siku ya leo ilikuwa kuanzisha ujenzi ya ghorofa hapa Malaba kwa township shule yetu, ndio watoto wetu wawe na class ni ya kisasa ya kufika viwango vya Nairobi na kwingine. Si hii ni town yetu mzuri? Kwa hivyo leo tumekuja hapa kuanzisha hii darasa. Inajengwa na pesa ambayo imetoka kwa CDF, na hii pesa itagharimu milioni 30 kumaliza hii ghorofa. Katika hii ghorofa tutapata classes zaidi ya 8, tutapata administration block, mahali head teacher na walimu wake watakuwa nakaa, staff room mzuri. Wazazi nafikiri hao walimu watakuwa motivated sana, tutakuwa motivated sana. Kwa hivyo tutapata result zaidi. Kwa hivyo leo tumekuja, tumeanzisha tayari, pahali jengo inaenda kujengwa imebarikiwa na nimesha chimba kwa ishara ya kuanzisha. Kwa hivyo tumeanzisha hiyo ghorofa. The next time tunakuja ni kuangalia wamefika wapi. The next time tutakuja kufungua, na itakuwa hivi karibuni. Mwaka huu tutakuwa na ghorofa pale, kwa sababu pesa zote ambazo inahitajika kujenga hii ghorofa imeshapokelewa, tuko nayo. Mwalimu, si pesa iko kwa account? Sasa shida iko wapi? Contractor iko wapi? Contractor, mimi nataka kukuomba wewe ufanye kazi, weka akili yako yote hapa, nguvu yako yote hapa, tuone hii ghorofa, kwa sababu kwa kielelezo katika eneo hii, katika shule zetu. Hii ndio kila mtu ataona Malaba municipality kweli ni municipality. Wataona Malaba municipal school kama hii itakuwa kweli municipal school. Kwa hivyo fanya kazi kwa njia ambayo najua ikuwe vizuri. Najua umewahi kufanya kwingine na kazi yako ilikuwa mzuri, lakini tulegee hapa na usiache mtu mwingine akuja asimamie hapa. Wewe mwenyewe hakikisha standard imewekwa. Sasa kwa sababu tayari tumefungua, tunaomba Mwenyezi Mungu atubariki sote, yetu ishe, watoto wetu wabarikiwe, waweze kusoma kwa bidii hapo ndani, waweze kupata matokeo mema. Pili, nataka kuchukua nafasi hii kushukuru shule hii kwa matokeo mzuri sana ya mitihani ya kitaifa. Walimu asanteni sana, na mwalimu mkuu, nakubaliana na Deputy Speaker, wewe inaonekana umekuja na baraka. Kwa sababu gani? Sababu ya kwanza, ninajua huyu mwalimu mkuu, nilikuja kumjua, nilimjua yeye hapa awali, lakini nilijua ni mwalimu tu kama mwalimu mwingine, lakini nimekuja kujua yeye hapa kwa sababu kuna wakati mwaka jana tulikuwa na nyumba ambayo ni hall tumejenga pale, ambayo yeye hii hall walitengeneza bajeti ya milioni 5.7, 7.5 million. Hall ilitaka nijengwe na 7.5. Huyu madam sijui alitumia muujiza gani akajenga hall kwa 1.8 million. Sasa hiyo pesa nyingine yote imeseviwa. Bahati mbaya alikuwa anashughulika tu kutafuta hata hizo pesa. Kama angekuwa na hiyo pesa angejenga hall 3, si ni kweli? Tupigie huyu madam makofi. Nafikiri hii shule yetu itaenda mbali sana ukitumia rasilimali kwa njia hiyo. Na Deputy Speaker tayari amefurahishwa na hii ECD class.
vile imefanywa, standard nzuri na pesa yetu imetumika vizuri. Ukiendelea namna hiyo, vile vitu tutapata hapa, tutakuwa tumeendelea. Kwa hivyo tunatakia kila laheri, na ni kwa sababu hiyo wakati ile nilikuja hapa nikiwa hapa mliuliza mnataka ghorofa. Ni kweli ama si mlitaka ghorofa? Si nimeleta? Mnafurahia wazazi? Sijaona wazazi hapa kama wanafurahi. Mnafurahia? Kwa sababu kama mnakumbuka, siku ingine tulizungumza hapa na wanafunzi hapa walisema hao wanataka basi. Unakumbuka? Nikauliza wazazi, wanasema jengo. Sasa wanafunzi ni wengi, lakini sasa ilibidi tutumie akili na tutumie maarifa yetu kusema watoto, wacha tudenge classes mzuri, mkae ndani. Mwaka ingine kama shule ambayo iko town, labda hii itakuwa shule ya kwanza kupata basi mwaka ingine. Lakini nilisema lazima kwanza ghorofa. Kwa hivyo wazazi, ile mliomba ndio tulifuatilia, na CDF huwa anafuatilia ile sauti ya wazazi. Tumeelewa? Kwa hivyo madam, tunakutakia kila laheri, na mimi nataka pia kusema kuwa wanafunzi wetu katika sehemu hii kwa mitihani ya kitaifa wamefanya vyema zaidi. Katika Busia County tunaongoza sasa. Unajua, kwa matokeo ya Form 4 juzi, Kolanya Girls waliongoza sisi kwa 8.270, ambayo ilikuwa mark kubwa zaidi kuwahi kupatikana. Walipeleka watoto, alama ya A ilikuwa mtoto mmoja, alama ya A minus ilikuwa watoto 30. Ukiwahesabu wamechukua watoto zaidi ya 289 wanaenda university. Kolanya Boys pia wamefuata hapo. Na hapa sehemu hii Onyonyori walikuwa na A -2. Pigia hao watu wetu makofi. Kwa sababu Onyonyori hata Katayu wameenda mbali, wanapeleka watoto 42 university. Katayu ambayo ilikuwa na watoto 7 peke yake mwaka uliopita, sasa hii mtihani ya juzi wanapeleka watoto 42. Si tunaendelea kimasomo? Hiyo ndio ile msingi tunataka kupatia watoto wetu, wapate masomo ya hali ya juu ambayo itawezesha hao pia kujimudu kimaisha baadaye. Kwa hivyo nataka kuwashukuru walimu wote, shule zote ambayo wamefanya bora na kutupatia ile kuongoza katika kaunti yetu, na ninawashukuru sana. Nikimalizia, nafikiri kwa sababu nyinyi wote sehemu hii ni watu wa ODM, si ndio? Nyinyi ni watu wa ODM, si ndio? Nyinyi mlipenda baba, si ndio? Baba ametuacha, lakini tuko na party leader wetu ambayo ni seneta, anaitwa Oburu Odinga. Anakuja kututembelea hapa siku ya kesho. Anakuja kutuzungumzia watu wa Teso eneo hii na watu wa Busia kwa jumla. Tunamkaribisha. Wangapi wape mkono ya wale tunakaribisha party leader wetu akuja hapa. Mnavyojua ODM wakati baba waliungana na President William Ruto walitengeneza serikali ambayo inaitwa nini? Inaitwa wanafunzi, mtaulizwa kwa mtihani. Nani anajua ile serikali ambayo iko inaitwa? Wewe kuja hapa. Kuja ujibu hapa. Kuja. Mwenye anajua ajibu ya hiyo swali, akuja hapa. Deputy Speaker, si huyu tupatie zawadi. Leta zawadi hapo. Mwenye atajibu vizuri ile serikali ambayo Mheshimiwa William Ruto pamoja na baba waliunda. Basi imetosha. Basi imetosha.
Sasa msichana ni mmoja tu, tuongeze msichana mmoja tu akuja hapa. Haya, enough. Okay. Mwenye zuri. Deputy Speaker, tayarisha ile maneno. Tengeneza. Tengeneza. Haya. Basi. Hii serikali ambayo iliundwa na President William Ruto na hayati Raila Amolo Odinga inaitwa serikali ya Broadcast. Amepata ama amenoa? Simama kando kidogo, patia mwenzako, ngojea tu kidogo. Serikali iliundwa na hayati Raila Amolo Odinga na President William Ruto. Inaitwa nini ikikuja kwa civics? Broad-based. Amepata ama amenoa? Wewe simama hapa kwanza. Unajua hii serikali iliundwa na President William Ruto na baba Raila Amolo Odinga. Inaitwa nini? Broad-based government. Yes, amepata ama? Haya. Hii serikali inaitwa nini? Sema kwa sauti. Amepata ama? Hebu ongeza kwa sauti. Broad-based. Haya, simama hapo. Walimu atatuambia. Haya, mwalimu mwenye anajua kumark atatuambia marks ngapi tutapatia kila mmoja. Haya, hii serikali iliundwa na President William Ruto na Raila Amolo Odinga. Inaitwa nini? Broad-based government. Simama hapa. Haya. Katikati hapa. Haya. Mwisho. Broad-based government. Pigia makofi. Wale ambao wamepata, wapi mwalimu mwenye kufanya marking? Ukimaka hao watu. Huyu amepata ama hapana? Huyu wa kwanza amepata? Haya, simama huko. Kwa zawadi hapa. Wa. Haya, sasa tutauliza swali ya pili. Party leader ya ODM anaitwa nani? Fikiria tu. Party leader ya ODM inaitwa nani? Haya, wacha tupatie huyu. He is called Mr. Uhuru Odinga. Amepata ama namna gani? Haya, sasa party leader wa UDA anaitwa nani? Nani atajibu? Mr. Raila Amolo Odinga. Yes, wapi sijasikia hiyo jibu? Alijibu? Amesema Raila Amolo Odinga. Haya, sasa next, nani anajua hii party leader wa UDA? President William Samoei Ruto. Sasa hii jamaa kuja upande hii. Kuja hapa. Haya, amepita huko. Haya, Secretary General wa ODM anaitwa nani? Secretary General. Wacha ni maneno mingi huko. Oya. Haya, Secretary General. Huyu ameshajibu. Okay. Enda katikati. Haya. Secretary General wa ODM unaitwa nani? Edwin Sifuna. Amepata ama? Amepata? Sasa hii pesa yako hii sasa itarudi. Pesa hii yote sasa. Haya. Nani Deputy President wa Kenya? Deputy President wa Kenya anaitwa nani? Deputy President of Kenya anaitwa nani? Yes. Mr.
Kindiki. Amepata ama? Amepata? Songa huko. Pesa yako DS imeisha. Sasa wacha tujue nani mbunge wa Teso Kaskazini. Teso na Kongolo to me. Nae right Lokapolton Lokaraban. Nae right Lokaraban. You can say in whichever language. Nae right Lokaraban or nani mbunge wa Teso Kaskazini. Who is the member of parliament for Teso North? Yes, now fikiria haraka alafu jibu. Sasa wewe fikiria tu, usisikize sauti zingine. Turudie in English, Kiswahili or Teso? You have understood the question? Oh, he has understood the question. Ameshaelewa. Basi tuache yeye ajibu kwa sababu ni kijana mwanamume. Wacha tutafute msichana labda ndiye atasifaulu hivi. Moja tu. One. Okay. Ngoja. This one number 1. Haya, simama hapa. Okay. Jibu sasa. Amepata ama hajapata? Amepata. Haya, nani mbunge wa Teso Kaskazini? Wacha tujue. Honorable Ochalo. Amepata ama amenoa? Haya, mbunge wa Teso Kaskazini ni Honorable Ochalo. Wakati ulize na MCA wa Malaba Central naitwa nani? Sasa ujui mbunge kwa sababu ulisema Ochalo ni mbunge. Haya, niambie sasa mbunge anaitwa nani? Hii pesa yako sasa itarudi. Hebu sema mbunge anaitwa nani? Haya. Mheshimiwa. Tutafanya hivi. Nani alipita vizuri sana? Wote walipita vizuri? Okay. Sasa wewe enda nunua kiti yako. Yes, wewe enda nunua kiti yako. Congrats, kazi nzuri. Haya.